Karibu, natumai uko poa. Bado ni Aleki hapa, na kabla hatujaendelea, ukikemba hii vida, kindly subscribe, share na uweze kucomment hapo chini, na nitafurahi sana. Na hii ni mbichi na imeiva, hii ni moto na hii ni ingine mwecheche. Na bila kupoteza wakati, ningependa tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha nabii Isaya. Na viongozi wa Yuda wawapotosha watu, viongozi wa Yuda wawapotosha watu. Neno linasema hivi: kwa maana tazama, Bwana wa kweli, Yehova wa majeshi, anaondoa Yerusalemu na Yuda kila aina ya tegemeo na msaada, tegemeo lote la kupata mkate na maji, mwanaume hodari na shujaa, mwamuzi na nabii, mbashiri na mzee, mkuu wa 50, mwanaume mwenye kuheshimiwa na mshauri, mchawi hodari na mlonzi stadi. Nitawafanya wavulana kuwa wakuu wao, na watu wanaoyumbayumba watawatawala. Watu watakandamizana, kila mmoja atamkandamiza mwenzake. Mvulana atamshambulia mwanaume mzee, na mtu asiyeheshimiwa sana atamdharau yule anayeheshimiwa. Kila mmoja atamshika ndugu yake katika nyumba ya baba yake na kusema, wewe una joo, uwe kamanda wetu, lisimamie rundo ili la magofu. Lakini siku hiyo atakataa akisema, mimi sitakuwa mfunga majeraha wenu, sina chakula wala nguo katika nyumba yangu. Msiniweke kuwa kamanda juu ya watu, kwa maana watu wa Yerusalemu wamejikwaa na watu wa Yuda wameanguka, kwa sababu wanampinga Yehova kwa maneno na matendo. Wanatembea kwa ukaidi mbele za uwepo wake mtukufu. Hali ya nyuso zao inatoa ushahidi dhidi yao, nazo zinatangaza dhambi yao kama Sodoma, hawajaribu kuificha. Ole wao, kwa maana wanajiletea msiba. Waambie waadilifu kwamba mambo yatawaendea vyema, watadhawabishwa kwa yale wanayotenda. Ole wake mtu mwovu, atapatwa na msiba, atatendewa yale ambayo mikono yake imetenda. Na kuhusu watu wangu, wasimamizi wao wa kazi wanaowatesa, na wanawake watawala, watu wangu viongozi wenu wanafanya mtangetange, nao wanavuruga mwelekeo wa njia zenu. Yehova anachukua nafasi yake ili kutoa mashtaka, anasimama ili kuwahukumu watu. Yehova atamhukumu mzee na wakuu wa watu wake. Mmeliteketeza kabisa shamba la mizabibu, na vitu mlivyowaimbia maskini vimo ndani ya nyumba zenu.
mnawezaje kuwaponda watu wangu na kusaga nyuso za maskini mavumbini? Asema Yehova, Bwana mwenye enzi kuu, Yehova. Isaiah chapter 3 verse 1 to 15. Na kitabu hiki cha nabii Isaya alikiandika yeye mwenyewe akiwa Yerusalemu. Na pia bila kupoteza wakati, ningependa tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Kutoka. Mana yahifadhiwa kuwa ukumbusho. Mana yahifadhiwa kuwa ukumbusho. Neno lasema hivi: watu wa nyumba ya Israeli waliuita mkate huo mana. Ulikuwa mweupe kama mbegu za mgiligilani, na ladha yake ilikuwa kama keki bapa zenye asali. Kisha Musa akasema, Yehova ameamuru hivi: jazeni mkate huo katika kipimo cha homeri, ili uwe kitu kitakachohifadhiwa katika vizazi vyenu vyote, ili watoto wenu waone mkate niliowapa mle nyikani nilipokuwa nikiwatoa katika nchi ya Misri. Basi Musa akamwambia Haruni, chukua mtungi na kutia humo homeri moja ya mana, nawe uiweke mbele za Yehova, ili iwe kitu kitakachohifadhiwa katika vizazi vyenu vyote. Haruni akafanya kama Yehova alivyomwamuru Musa, akaiweka mbele ya sanduku la ushahidi ili ihifadhiwe. Waisraeli walikula mana kwa miaka 40 mpaka walipofika katika nchi iliyokaliwa na watu. Walikula mana mpaka walipofika mpakani mwa nchi ya Kanaani. Sasa homeri ni sehemu ya 10 ya kipimo cha efa. Na nimejifunza kuwa kama Waisraeli walikula mana kwa miaka 40, inamaanisha kwamba kile kinachotoka kwa Mungu ni salama na kiko sawa kwa ajili ya afya zetu na miili yetu. Exodus chapter 16 verse 31 to 36. Na tukumbuke kwamba kitabu hiki cha Kutoka ambacho ni kitabu cha Exodus kiliandikwa na Musa akiwa nyikani. Na pia vile vile, bila kupoteza wakati, ningependa tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Zaburi. Na hii ni sala ya kuomba ulinzi. Sala ya kuomba ulinzi. Neno lasema hivi: nilinde kutokana na waovu wanaonishambulia, kutokana na maadui wangu wanaoweza kufa, ambao wananizingira. Wamekufa ganzi kwa kinywa chao, wanaongea kwa kiburi. Sasa wanatuzingira, wanatafuta nafasi ya kutuangusha. Yeye ni kama simba anayetamani kurarua windo lake vipande vipande, kama mwana simba anayenyemelea mafichoni. Inuka, Yehova,
ukabiliane naye na kumwangusha chini. Niokoe kutoka kwa mwovu kwa kutumia upanga wako. Niokoe kwa mkono wako, Yehova, kutoka kwa watu wa ulimwengu huu ambao fungu lao liko katika maisha haya, wale ambao unaowajaza kwa vitu vizuri unavyoandaa na ambao huwaachia urithi wana wao wengi. Lakini mimi nitauona uso wako kwa sababu ya uadilifu wangu. Ninaridhika kuamka mbele zako. Psalms chapter 17 verse 9 to 15. Na kumbuka kwamba kitabu hiki cha Psalms ambacho ni kitabu cha Zaburi kiliandikwa na Daudi na wengine. Uncompromised and undiluted word of God. Tukutane Galilaya. Haleluya! Hii ni neno la Mungu. Tunazidi kuwasha taa zaidi na zaidi, maana ili neno la Mungu ni nuru kamili ya ulimwengu huu, na katika haya maisha ni safari ya kupiga shangwe tele na kutukuza. It can never be otherwise. God bless you guys, na tuzidi kuishi katika hii nuru siku zote, maana sisi ni wale wana wa nuru, na sisi ndio tupo kumtumikia Mwenyezi Mungu kikamilifu kila wakati bila usumbufu wowote, na bila shaka tupate nuru usio, na tuyafurahie haya maisha siku zote vile inafaa. Tujibambe, tujinice na tujiachie kwake Mwenyezi Mungu, na tujibambe to the fullest. Thank you guys. Big up. God bless.